ningependa watu tufahamu kwamba ni watu gani, ni kundi gani la watu wapo katika hatari kubwa kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu, kwa maana arteriosclerosis. Wako watu wengi sana ambao wapo katika hatari kubwa ya kupata changamoto hii ya kuziba kwa mishipa ya damu. Kundi la kwanza la watu ni wale watu wanaopenda kupendelea kula vyakula vyenye mafuta mengi ya fat. Hawa watu wapo katika hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu na baadaye wakapata shinikizo kubwa la damu. Lakini pia wazee, watu ambao umri wao umekuwa ni mkubwa zaidi ya miaka 40 na kuendelea. Watu hawa unajua, kadri umri unavyozidi kwenda, basi ubora au afya ya mishipa ya damu hudhoofika. Mishipa ya damu tunaposema inakuwa inadhoofika, tunakuwa tuna maana kwamba inapoteza uwezo wake wa kutanuka na kusinyaa ili kuweza kuruhusu damu ipite vizuri. Ndio maana tunasema watu ambao ni older age wanakuwa na blood vessels ambao ziko thick and stiff. Kwa mantiki kama hiyo, watu ambao umri wao ni mkubwa zaidi wanaweza kuwa na hatari kubwa sana ya kupata changamoto hii ya kuziba kwa mishipa ya damu. Lakini pia kundi jingine la watu ambao wapo katika hatari kubwa ni hawa watu ambao wanakuwa na overweight. Overweight hapa tunazungumzia mtu ambaye anakuwa na body mass index ya zaidi ya 25. Hawa watu wanakuwa katika hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu. Lakini pia kitu kingine ni kundi jingine la watu ambao wapo katika hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu ni watu ambao hawana utaratibu wa kufanya mazoezi. Wao shughuli zao ni za kutulia tu, hawataki kujishughulisha na mazoezi. Lakini pia hata wagonjwa wa muda mrefu ambao wamelazwa hospitalini, anakuwa na muda mchache sana wa kujiongea au kufanya activities za hapa na pale. Au na watu wote ambao kazi zao nyingi ni za kukaa tu ofisini, akitoka hapo yuko nyumbani kwenye private car na vitu kama hivyo. Huyu anakuwa katika hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili lenye kuziba kwa mishipa ya damu, kwa sababu anakuwa ana muda mdogo sana wa kufanya mazoezi. Lakini pia watu wengine ambao wapo katika hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili la shinikizo la damu ni watu ambao wanapenda kutumia vyakula vyenye sukari kwa wingi. Na hapa unaweza kuta hata watu wenye tatizo la kisukari, kwa sababu wao glucose yao, kwa maana sukari inakuaga juu. Hawa watu wako katika hatari ya kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu, kwa sababu sukari ina tabia kwenda kudestroy zile blood vessel wall na kuzifanya ziwe dhaifu. Hawa watu wanakuwa katika hatari kubwa sana. Licha ya hivyo, mtu unapokuwa na kiwango kikubwa sana cha sukari katika damu, ile sukari ya ziada ambayo huitumii inaweza kubadilishwa ikawa mafuta, kitu ambacho baadaye unakuja unapata athari zile zitokanazo na yale mafuta tuliyoyataja ya low density lipoprotein cholesterol. Lakini pia kitu chengine ambacho kinaweza kuwa kinakuweka wewe katika hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu ni uvutaji wa sigara. Ile sumu ya nicotine ni mbaya sana katika swala zima la afya ya mishipa ya damu. Lakini pia kundi jingine la watu ni watu ambao wanapenda kutumia pombe, kwa maana alcohol. Alcohol inaweza kukupelekea ukawa na kiwango kikubwa sana cha mafuta haya ya cholesterol, kwa sababu baada ya ini kuchakata ile pombe alcohol uliyoitumia, basi moja ya end product ambayo tunaweza kuipata cholesterol. Cholesterol inaweza kuwa ni moja ya end product ya metabolism ya alcohol. Kundi jingine la watu ambao wapo katika hatari kubwa ya kupata tatizo hili la shinikizo la damu ni watu ambao wanatumia baadhi ya dawa za pressure kama hizi loop diuretics na thiazide. Lakini pia hata wale watu ambao wanatumia hizi dawa za allergy corticosteroid wana hatari kubwa sana ya kupata tatizo hili la kuziba kwa mishipa ya damu, kwa sababu dawa hizi huwa zinaenda kuharibu afya na ile integrity ya zile blood vessels zako. Lakini pia kitu chengine cha mwisho kabisa ni stress. Msongo wa mawazo ni mbaya sana katika swala zima la afya ya mishipa ya damu. Mtu unapokuwa na stress, kuna hormone zile stress hormone zinazalishwa kama vile cortisol na hii adrenaline. Hizi zinaenda kufanya mishipa yako ya damu isinyae. Ikisinyaa, manake damu itapita kwa tabu, ndo